Ndio. Tuangalie Isaya 43. Isaya 43 mstari wa 15. Anasema hivi: mimi ni Bwana mtakatifu wenu, muumba wa Israeli, mfalme wenu. Mimi ni Bwana mtakatifu wenu, muumba wa Israeli, mfalme wenu. Hiyo ni agano la kale. Huyo ni Isaya. Sasa tuje Yohana 8, agano jipya. Yohana 8, agano jipya. Yohana 8, agano jipya. Yohana 8 mstari wa ngapi ule? Wa 24. Wa 24. Anasema hivi: kwa hiyo naliwaambieni ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu, kwa sababu msiposadiki ya kuwa mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Wayahudi wakafanyaje? Basi wakamwambia, "U nani wewe?" Yesu akamwambia, "Hasa neno hilo nilowaambia. Ninayo mengi ya kusema na kuhukumu juu yenu, lakini yeye aliyenipeleka ni kweli, nami niliyoyasikia kwake ndiyo ninenayo katika ulimwengu, wala hawakutambua ya kuwa anawatajia Baba." Amina sana. Sasa anasema kwenye Isaya 43:10. Tuje Isaya 43:10 tena. Isaya 43:10. Isaya 43:10. Isaya 43:10. Isaya 43:10 anasema, ninyi ni mashahidi wangu, asema Bwana, na mtumishi niliyemchagua, mpate kujua na kuniamini na kufahamu ya kuwa mimi ndiye. Kabla yangu hakuumbwa Mungu awaye yote, wala baada yangu mimi hata kuwako mwingine. Mimi ni Bwana, zaidi yangu mimi hapana mwokozi. Tumeelewana jamani? Tupo. Nimetangaza habari, nimeokoa, nimeonyesha, na hapakuwa Mungu wa kigeni kati yenu. Kwa sababu hiyo ninyi ni mashahidi wangu, asema Bwana, nami ni Mungu. Amina sana. Huyo ni Isaya huyo. Twende tena. Twende Isaya 44:6. Isaya 44:6. Bwana mfalme wa Israeli, Bwana mfalme wa Israeli, mkombozi wako, Bwana wa majeshi asema hivi: mimi ni wa kwanza na mimi ni wa mwisho, zaidi yangu mimi hapana Mungu. Hatari sana. Naye ni nani kama mimi atakayeita na kuyahubiri haya na kunitengenezea tangu nilipowaweka watu wa kale, na mambo yanayokuja na yatakayotokea wayatangaze. Amina sana. Twende tena Ufunuo 22:13. Tunaenda taratibu. Ufunuo 20 ngapi? Ufunuo 22 mstari wa 13. Ufunuo 22 anasema hivi, mstari wa 3, mstari wa 13, mstari wa 13 anasema, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wazifuao nguo zao, wawe na amri kuuendea huo mti wa uzima, na kuingia mjini kwa milango yake. Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabuduye sanamu, na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi niliye shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Amina sana. Twende kazi. Nataka tu ujue na uelewe. Twende Yeremia 31. Yeremia sura 31. Yeremia anasemaje? Nenda mdogo. Yeremia ile 31, 32, 31 mstari wa 32 anasema,
si kwa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake, wakisema, mjue Bwana, kwa maana watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana. Maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Amina sana. Amina. Twende tuone. Twende kwenye twende kwenye Isaya 45. Isaya 45. Isaya 45 unasemaje? Isaya 45 mstari wa 21. 45. Mstari wa 21. Anasema hubirini, toeni habari, naam, na wafanye mashauri pamoja. Ni nani aliyeonyesha haya tangu zamani za kale? Ni nani aliyehubiri hapo zamani? Si mimi Bwana? Wala hapana Mungu zaidi ya mimi. Tunaelewana? Hapana Mungu zaidi ya mimi. Alafu anasema Mungu mwenye haki, Mwokozi, hapana mwingine zaidi ya mimi. Tunaelewana? Hebu tuangalie tuone Matendo ya Mitume anasemaje? Matendo ya Mitume Matendo ya Mitume anasemaje huyu? Matendo ya Mitume 4:12. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kwa jua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastajabu, wakatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Amina sana. Amina sana. Amina. Tunaenda mdogo mpaka kitaeleweka. Mpaka kitafanyaje? Mpaka kitaeleweka. Twende Yohana 1. Yohana 1 mstari wa ngapi? Wa 3 mpaka 10. Yohana 1 mstari wa 3. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika. Kwanza ngoja nianze na 1. Mstari wa kwanza. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda, ili aishuhudie ile nuru. Wote ulimwengu ulipata kwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Alikuja kwake, wala walio wake alikuja kwake. Uelewa vizuri hapo. Yohana anavyosema alikuja kwake, yani alikuja nyumbani kwake. Yesu alikuja. Lakini anasema wala walio wake hawakumpokea. Maana yake Wayahudi, wewe na watu wengine hamjampokea, lakini ni watu wa Yesu, lakini hamtaki kumpokea. Sio, unaelewa hapo? Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio kama mimi. Sio, umenielewa? Anakuambia hivi, ndio wale waliaminio jina lake. Ndio kama mimi naliamini jina lake kwamba linaponya, inaweza. Waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli.
Amina sana. Haya, twende sehemu nyingine tena. Anasema Mwanzo moja anasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ikiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Amina sana. Tuje Mathayo 25. Mathayo 25. Anasemaje Mathayo? Agano hilo lilikuwa agano la kale. Tuje agano jipya la Mathayo. Mathayo 25. Anasemaje? Mathayo 25 mstari ngapi? Wa 34. Wa 34 anasema, kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njoni mliobarikiwa na Baba yangu, ulisini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa, mkanipa chakula, nalikuwa na kiu, mkaninywesha, nalikuwa mgeni, mkanikaribisha, nalikuwa uchi, mkanivika, nalikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni, mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona mgeni tukaukaribisha, au uchi tukakuvika? Alafu 45, alafu sasa 9 anasema, ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmoja wapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea ni mimi. Kwa hiyo ukianza kunichukia, ujue kwamba umemchukia ni Mungu. Umenielewa? Sijui umeelewa? Ukianza kunichukia na kuanza kunifanyia visa na kuanza kufanya vitu vya ajabu ajabu, uchawi wako, ujue wewe uchawi, ushirikina, uganga, matukano, husuda, maana yake tayari utapambana na Mungu mwenyewe. Ndio maana nakwambia kwamba nilikuja mkanidharau, hamkunivika, nilikuwa mgonjwa, nikaa kwenye kifungo, hamkuja kunifungua. Sasa mnaanza kujiuliza, mimi mbona Yesu akuja? Alikuwa mgonjwa, tulikuona hapo ukiwa hospitalini. Ndio nakwambia, ukimtendea aliye mdogo, maana yake umemtendea ni mimi. Amina sana. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari ibilisi na malaika zake. Kumbe huyu Yesu usipomtumikia, usipomwamini, amekuletea watumishi wengi sana mbele yako. Wamekuonya, wamekuelekeza, umewadharau, umewapuzia. Maana yake tayari wewe unachosubiri ni moto wa milele. Ndio hapa nakwambia, unasubiri moto na baba yako ibilisi. Mwende kwenye moto wa milele. Twende. Kwa maana nalikuwa na njaa, msinipe chakula, nalikuwa na kiu, msininyweshe, nalikuwa mgeni, msinikaribishe, nalikuwa uchi, msinivike, nilikuwa mgonjwa na kifungoni, msije kunitazama. Ndipo hao pia watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe una njaa au una kiu au mgeni au una kiu au mgeni au uchi au mgonjwa au kifungoni tusikuhurumie? Vitu kama hivyo. Naye atawajibu akisema, amini nawaambia, kadiri mlivyotendea mmoja wapo wa hawa walio wadogo, hamkunitendea ni mimi. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Amina. Amina sana. Tunaelewana vizuri? Tuko pamoja? Hebu tuone Zakaria anasemaje hapa. Tuangalie Zakaria anasemaje. Zakaria